Shalom, shalom, ni Apostle Nelson Kalekezi. Nikukaribisha kwenye somo letu la leo. Na leo nataka ongelee habari ya baraka za Mungu. Baraka za Mungu na jinsi ambavyo baraka za Mungu zinaweza kupatikana. Haleluya. Na nitakubariki sana na usiache kusikiliza na kufuatilia. Nataka nisome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 32. Nitatoka pale kuelezea kwa undani kidogo habari ya baraka za Mungu na jinsi ambavyo zinaweza kupatikana. Kuna mambo kadhaa nitayaongea ambayo yatakubadilisha kabisa tazamo wako na imani yako kuhusu baraka za Mungu na jinsi ambavyo unaweza ukapata baraka za Mungu. Mwanzo sura 32 mstari wa 24 mpaka mstari wa 30. Haleluya. Nitasoma baadhi ya mistari hapo. Mwanzo 32 mstari wa 24 mpaka 30. Haleluya. Haleluya. Anasema Yakobo akakaa peke yake. Yakobo akakaa peke yake na mmoja akashindana naye mwereka hata alfajiri. Anasema naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja la Yakobo. Amen. Okay, tuendelee mpaka chini mstari wa 30. Yakobo mstari wa 26 akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi msipo nibariki. Haleluya. Okay, utasoma mstari unaofuata. Yule malaika akambariki Yakobo. Mstari mwingine unasoma kwa wakati wako, na tunajua hiyo story kwamba Yakobo akabarikiwa na akapewa jina jipya linaitwa Israeli. Haleluya. Sasa nataka unisikilize kwa makini sana. Jambo la kwanza ni baraka za Mungu zinapatikanaje? Jambo la kwanza, anasema Yakobo alikaa peke yake. Wakati Yakobo alikuwa na umati wa watu, alikuwa na mifugo, alikuwa na msafara, lakini Biblia anasema mpaka nakutana na hii hali ya kutaka baraka, alikuwa amewasukuma mbali, wameenda mbali, akabaki peke yake. Jambo la ajabu ni kwamba alipobaki peke yake ndipo huyu malaika anakuja. Haleluya. Nini maana yake? Baraka za Mungu huwa zinapatikana katika kutengwa au kujitenga. Ina saundi tofauti kidogo, lakini utanielewa. Baraka za Mungu zinapatikana katika kutengwa au kujitenga. Haleluya. Utaona hata kitabu cha Mwanzo, utaona Ibrahimu pia, wakati Mungu anataka kumbariki sasa, kumrifisha ardhi, alimwambia, alikuja wakati Lut, mara kwanza alimwambia sura 12, toka kwenye nyumba baba yako uende katika nchi nitakuonyesha. Ibrahimu wakati akaondoka, lakini akaondoka na mtoto wa kaka yake, tunakumbuka Lutu, akaa naye. Mungu akanyamaza kimya. Lakini unaona Mungu anakuja tena kuongea baada ya Lutu kuwa wamegombana na Ibrahimu, wametengana. Mungu anakuja tena nasema sasa, haleluya, unaweza kufungua macho yako ni kuonyesha ile nchi nilikwambia. Nisikilize kwa makini sana. Baraka za Mungu huwa zinakuja wakati mtu ametengwa au amejitenga, yuko peke yake. Naposema kutengwa au kujitenga na kuwa peke yako, simaanishi hasa kile ambacho tunakifikiria wewe, lakini kuna kitu nakimaanisha cha maana sana hapo. Unatakiwa jua kitu kimoja: Mungu huwa abariki kundi la watu. Mungu huwa anabariki mtu. Mungu huwa aleti baraka juu ya kundi la watu. Mungu huwa anabariki mtu, alafu zile baraka huwa zinaanza kusambaa kutoka kwa yule mtu kwenda kwa watu ambao Mungu alikusudia ya kwamba watabarikiwa kupitia yeye. Narudia tena, Mungu anapokuja kubariki, hatobariki mtu. Mungu hawezi bariki familia, anabariki mtu kwenye familia. Alafu baraka zinaanza kusambaa
kutoka kwa yule mtu na kuwaendea watu wa familia. Mungu hawezi kubariki nchi. Mungu anabariki mtu katika nchi au watu katika nchi, alafu baraka zinasambaa kwa wale watu. Nisikilize kwa makini sana, kwa makini sana. Mara nyingi utaona kwenye Biblia Mungu anazalisha taifa kutoka kwa mtu. Mungu akamwambia Musa, nitakufanya wewe kuwa taifa, nitakubariki, nitakufanya wewe kuwa taifa. Anakuja kwa Ibrahimu, anamwambia kitu kile kile, nitakufanya wewe kuwa baba wa mataifa, nitazalisha taifa kutoka ndani mwako. Anakuja Yakobo, anapozaliwa Yakobo na Esau, Mungu anamwambia mama yao waziwazi kwa malaika wa Mungu ya kwamba kuna mataifa wawili wako kwenye tumbo lako. Mungu huwa anabariki mtu. Mungu huwa abariki watu, abariki kundi fulani la watu. Niseme kwa makini sana. Ndiyo maana anapokuja kubariki mtu, yule mtu Mungu anahakikisha yuko katika nafasi ya kuwa peke yake na katika nafasi ya kutengwa au kujitenga. Nitaongea hizi situation mbili, kujitenga na kutengwa. Nitaziongelea usijali. Mungu anakuwa na baraka ya Mungu inakuja kukaa juu ya mtu wakati amebaki peke yake. Maana Biblia anasema Yakobo alipobaki peke yake, malaika anakuja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hataki kubariki kundi. Mungu anataka abariki mtu. Tuko sawa? Kwa hiyo Mungu anapokuja kuleta baraka juu ya mtu, anahakikisha kwamba anakuja wakati yule mtu amebaki peke yake. Haleluya, peke yake. Ama ametengwa, ndugu zake wamemtenga, watu wa karibu wamemtenga, ametafuta msaada kila mahali, amekosa, amebaki peke yake. Na naita hicho kipindi cha jangwani, baraka ya Mungu jangwani. Wakati mtu yuko jangwani, mahali pa ukame, hakuna mvua, hakuna msaada, Mungu atahakikisha kama anataka abariki mtu, Mungu atahakikisha yule mtu amekaa peke yake, ndo Mungu anakuja kuleta baraka. Kwa nini? Kwa sababu baraka haitakiwi kukaa juu ya kundi la watu. Inatakiwa huyu mtu ajichomoe kwenye kundi la watu. Haleluya! Alafu abaki peke yake, alafu ndo mafuta yashuke juu yake ya kubarikiwa. Na watu wengine mnatazama sasa hivi, hamjui kwa nini napitia hali fulani za kutengwa mnazopitia. Hamjui kwa nini napitia hali ya kuwa peke yenu. Mwingine unatazama sasa hivi uko peke yako. Kila msaada ambao ulihitaji, ambao ulitegemea, umekwenda. Kila ndugu uliowategemea wamekwenda. Marafiki ambao ulitarajia wamekwenda. Uko katika state ambayo unamtafuta Mungu, ndio unaomba, ndio, lakini uko peke yako. Nisikilize, uko kwenye kipindi kizuri sana cha kupokea baraka za maisha yako, ikiwa utashikilia hiyo nafasi iliyo nayo. Tuko sawa? Natamani ungeelewa nachokisema. Mungu huwa anakuja kwa mtu wakati ametengwa, yuko peke yake. Na Mungu anapotaka kuachia baraka juu ya mtu, atahakikisha kila msaada ambao huyu mtu anategemea umeondoka. Kila connection za watu huyu mtu anatarajia zimeondoka. Hiyo katika jangwa, unapoona mtu amechomoka mahali, amebarikiwa na Mungu, amechomoka mahali, amepanda, ujue kuna sehemu ya siri alikuwepo kabla hajaonekana mbele ya watu. Kuna sehemu ya kila mmoja huwa anachomoka mahali pa siri kabla hajaonekana mahali pa watu. Umenisikia vizuri? Narudia tena. Kila mmoja unayeona amebarikiwa, ameinuliwa na Mungu, kuna mahali pa siri jangwani pa kuwa peke yake, yeye na Mungu, yeye na Mungu, yeye na Mungu, kama Yakobo na malaika, Yakobo na Mungu, yeye peke yake. Haleluya! Kuna mahali amepita pa kuwa peke yake kwa muda wa kutosha. Katika ule upweke wa kuwa peke yake, yeye na Mungu, jangwani, milimani, jangwani, mahali pasipo na maji, pa kukataliwa, hakuna msaada, ndio sasa Mungu anatumia ile fursa kumimina baraka juu ya mtu, ili
asije akawepo mtu akusema ni mimi niliyemwinua mtu fulani. Mungu anataka utukufu anapotaka kubariki mtu. Kwa hiyo Mungu anahakikisha huyo mtu anatakiwa kubarikiwa amekaa peke yake. Mnasikia vizuri? Hiyo namba moja. Kwa baraka inakuja wakati umetengwa huko peke yako. In the wilderness. Amen. In the secret places. Mtu yoyote unaona yuko mbele za watu, yuko na baraka, ameinuliwa na Mungu, uulize vizuri. Kuna mahali amepita pakuwa peke yake, na wakati mwingine alipita mahali kwa kulazimishwa na Mungu peke yake, hakuna msaada. Yakobo alipokuwa peke yake amejitenga na wengine, ndio Mungu anakuja. Watu wengi wanasoma hii misali, unakimbia kwenye Yakobo kang'ang'ania baraka, kang'ang'ania malaika. Uangalie malaika alikuja wakati gani, na kwa nini wakati wote huo Yakobo yuko na kundi la watu malaika hakuja? Kwa nini malaika alisubiri Yakobo awe peke yake? Kwa sababu Mungu huwa anazaa taifa kutoka ndani ya mtu, huwa anabariki mtu, anazaa taifa kutoka ndani ya mtu. Kwa hiyo Mungu anakuja anabariki mtu wakati ambao huyo mtu yuko peke yake. Ndio maana watu wengi ambao wanabeba hatima za familia wanapitaga kwenye mazingira ambayo wanatengwa sana, wanakuwa peke yao bila msaada. Watu wengi ambao wamebeba hatima za nchi, hatima za familia, amen, hatima za maeneo, haleluya, hatima za huduma, hatima za makampuni, taasisi, wafuatilie vizuri. Huwa wanapita katika nyakati ambazo wamekaa peke yao, hakuna msaada kabisa kwenye maisha yao, na ndio wakati Mungu anatumia kuleta baraka juu ya maisha yao, ili anapoinuka najua mimi na Mungu tunajua siri ya kuinuka kwao. Haleluya. Kwa hiyo nisikilize vizuri, wewe unaponitazama sasa hivi, unaweza ukashindwa kupata baraka kwa sababu ya kushindwa kuhimili hali ya kutengwa na kuwa peke yako jangwani. Inabidi pia uwe mjanja kujua wakati mwingine baraka zako zipo kwenye mikono ya watu wengine. Yaani kuna mtu alishabarikiwa na wewe unatakiwa sasa ujiunganishe na huyo mtu, ushiriki baraka za huyo mtu. Umeelewa vizuri? Unaona, Ibrahimu alibarikiwa yeye, alafu Mungu anasema kupitia wewe, kwa sababu umeamua kujitenga, umeacha familia, umeacha nyumba babako, umekaa peke yako, na mimi naachilia baraka. Hii baraka mataifa na uzao wako wote wataishi kwa kutegemea baraka hii. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sasa hao wengine wote hawahitaji kubarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu baba yao amebarikiwa. Wanatakiwa wajue namna kushiriki baraka za baba yao. Amen. Nisikilize, sio kila mtu anabarikiwa na Mungu. Sio kila mtu anabarikiwa na Mungu. Wakati mwingine kuna watu wanabidi ujue, kuna mtu aliyebarikiwa Mungu anaweza kumleta kwenye maisha yako, na tayari huyo mtu Mungu amembariki. Huyo mtu amekuja kukubariki wewe. Nisikilize vizuri, sio kila watu wanabarikiwa na Mungu. Mungu anaweza kubariki mtu mmoja kwa ajili ya watu 1000. Tuko sawa sawa? Ndio maana huwa anahitaji awe peke yake. Mungu akibariki mtu anaweza kaweka baraka ya watu 1000, 20,000, 100,000 nyuma yake. Sasa watu ambao wanatakiwa kushiriki baraka ambazo tayari yuko nazo huyo mtu, inabidi wajue cha kufanya. Ajue kabisa, mimi kuna baraka zao ziko kwa fulani, na watu wengi hamjui. Kuna mtu ananitazama sasa hivi, una struggle sana, unahangaika peke yako, lakini kumbe baraka zako ziko kwa mtu, na wakati mwingine unajua, lakini kwa sababu labda ya kiburi na kuto kujua cha kufanya, wakati mwingine, haleluya, au dharau, wakati mwingine unaweza ka struggle peke yako, lakini baraka yako imekalishwa juu ya mtu mwingine, ambao unabidi ujue namna kujiambatanisha na mtu huyo au na watu wao, ili ushiriki baraka ambazo ziko juu yao. Wakati mwingine nilikuwa nafundisha watu, amen, nikawaambia kati ya tajiri na maskini, na watu wengi wajui hili jambo, kati ya tajiri na maskini, kauliza swali, kati ya tajiri na maskini anayetakiwa kutoa kumpa mwingine ni nani? Haleluya. Hilo swali likawachanganya watu. Sasa hapa kuna tajiri, haleluya, hapa kuna maskini. Hivi kati ya tajiri na maskini nani ambaye anatakiwa kutoa kumpa mwingine? Je, tajiri anatakiwa atoe ampe maskini, au maskini atoe ampe tajiri? Nisikilize, kimsingi maskini ndiye anayetakiwa kutoa ampe tajiri, wala si tajiri kutoa ampe maskini.
kwa sababu tajiri akitoa akimpa maskini, maskini atabaki kuwa maskini na tajiri atazidi kuinuka na kuwa tajiri zaidi. Umenisikia vizuri? Lakini maskini akigundua kwamba huyu tajiri amebarikiwa, nisikie vizuri, akigundua huyu tajiri amebarikiwa, anaweza kagundua ndani ya huyu tajiri, kwa sababu tayari Mungu alishaweka baraka juu yake, naweza nikachota nikashiriki baraka ambazo tayari ziko juu huyu mtu hapa. Kwa hiyo huyu maskini atachukua mali, atachukua baraka, atachukua sadaka, atachukua vitu, atachukua zawadi, ataenda kumpa tajiri kwa imani ili kuchukua ili kushare. Haleluya. Mnasikia vizuri? Huyu maskini atachukua zawadi, naongea na maskini mwenye ufahamu. Atachukua zawadi, atachukua fedha, atachukua mali, ataenda kumpa tajiri kwa imani na kumwambia Mungu, nachukua baraka za utajiri kwa huyu mtu. Haleluya. Nachota baraka za utajiri, hekima ya utajiri. Ile hekima inamfanya nazalisha mali, ule utajiri ambao umembariki, na mimi najiunganisha kwenye utajiri kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini niambie, maskini wangapi wanatoa kwa matajiri? Kila maskini amekaa pale anasema anaomba tajiri ampe, na ndio maana maskini anabaki kuwa maskini na tajiri anabaki kuwa tajiri, na zaidi tajiri anainuka zaidi, kwa sababu tajiri anatoa anampa maskini, kwa tajiri anazidi kuinuka. Vipi kama huyu mtu ambaye tayari Mungu amembariki? Kwa mfano, labda kuna familia, tuseme kuna familia, namalizia. Kuna familia mnanisikiza hivi au mnanitazama sasa hivi. Kuna familia, kuna mtu tayari Mungu amembariki kwenye family. Yuko na mali, yuko na fedha, yuko na kila kitu. Na ni baraka ya Mungu. Mungu amempa ile baraka. Hivi makosa ambayo watu wanafanya, utaona ndugu wake wote wanataka huyo tajiri hawape. Huyo ndugu ambaye amefanikiwa, labda niko na cheo, wanataka awagawie na wao wawaletee, awape mitaji, afanye hivi. Nisikilize vizuri. Hawajui kumbe hii familia right ingejua ya kwamba huyu mtu ndio baraka ya hii familia. Halo. Right wangejua huyu mtu amepitia nyakati ambazo Mungu amemwamini. Katika nyakati za ukame, nyakati za jangwa, Mungu amemwamini, amemimina baraka ya utajiri kwa ajili ya familia. Nikitokea inabidi wanafamilia watoe kumpa ili wachukue baraka za utajiri kwake. Ndio maana watu wengi kwenye familia ukuta kuna mtu anazidi kufanikiwa kwenye familia, anazidi kuinuka kwenye familia, na wengine wote wanazidi kumtegemea yeye. Watu wengi hawana hekima kugundua baraka ilipo. Ninakwambia, Mungu abariki watu kundi, anabariki mtu, anapigana mweleka na mtu mpaka mbariki, kwa sababu si wengi wanaweza kuhimili vita ya jangwani. Nakwambia ukweli, si wengi wanaweza kuhimili hali ya kuwa peke yake, kutengwa jangwani. Sio wengi, na ndio maana ni wachache wanafanikiwa kuchukua baraka za Mungu, kwa sababu kuna vita inabidi apitie, apigane peke yake jangwani, halafu ndo Mungu amwamini, amimine baraka. Nisikilize, lazima uwe mjanja kugundua kwamba inawezekana mimi sina baraka, lakini inawezekana kuna mtu tayari amebarikiwa kwa ajili yangu. Jifunze kuona baraka ndani ya watu wengine. Jifunze kuona baraka ndani ya watu wengine, ili ujifunze kuchota zile baraka, kujiunganisha kwenye baraka za waliobarikiwa, kwa sababu kuna watu wanabarikiwa kwa ajili ya wengine. Sasa kubarikiwa sio kuletewa vitu, sio mtu akupe mtaji, akufungulie biashara. Hiyo sio baraka. Baraka tayari ni kitu cha kiroho. Kuna spirit ya mafanikio Mungu ameshaweka ndani mwake. Inabidi wewe uchote ile spirit kwa kujiengage na ule mtu, kukaribia ule mtu, kuchukua maarifa kwa ule mtu, kumpa zawadi. Lazima upande vitu, panda zawadi. Haleluya. Nisikize vizuri na kumalizia. Hauwezi kuishi kama watu wengine wanavyoishi ukategemea kuchukua baraka za Mungu. Hauwezi kulala kama wengine wanavyolala ukategemea kupata baraka za Mungu. Lazima ujifunze kujitenga nyakati nyingine, kuacha mambo wengine wote wanafanya, uwe peke yako ili uchukue baraka ya Mungu. Uache kula kama wengine wanavyokula, uwe peke yako uchukue baraka ya Mungu. Uache kulala kama wengine wanavyolala, uwe peke yako ili baraka ya Mungu ikae juu yako. Lakini pia jifunze kugundua baraka kwa watu wengine ambao tayari wamebarikiwa. Jifunze namna ya kujiunganisha na ile baraka ili maisha yako yatembee kwenye baraka ambazo za waliobarikiwa. Mungu akubariki sana. Nataka ukiyafanya mambo haya, baraka ya Mungu ikalia maisha yako, baraka ya Mungu itembee kwenye maisha yako,
Mambo haya machache nimekushirikisha leo, ikiwa utazingatia, nataka uelewe ninachokisema. Nenda katafute watu waliobarikiwa, kapande kwao, weka sadaka kwao, upeleka zawadi kwao, na umwambie Mungu, najiunganisha na baraka zao watu. Najua huyu mtu umembariki, najua mtu umemwinua. Sitaki kitu kutoka kwake, nataka baraka aliyo nayo ishuke kuja kwangu. Maana Biblia imesema aliye juu ndiye anambariki aliye chini. Aliye chini hawezi bariki aliye juu. Haleluya! Aliye juu anapokupa vitu, aliye chini hakubariki, anakumaliza. Lakini wewe uliye chini, tambua aliye juu, alafu wekeza kwake, peleka zawadi, uchote baraka ya aliye juu ikae kwako, na wewe uinuke kama anavyoinuka yeye. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Ni Apostle Nelson Kalekezi. Usiache kusubscribe kwenye hiyo YouTube channel yangu hapo, na kama unanitazama kutokea Facebook, nenda YouTube Apostle Nelson Kalekezi. Kama unatazama kutoka Instagram au eneo lolote lile au kwenye magrupu yangu ya WhatsApp, nenda kwenye YouTube, angalia Apostle Nelson Kalekezi, afu subscribe na ubonyeze notification kwenye kengele ili upate masomo yanayokuja kwa kujenga kiimani na kuinua maisha. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.